Hadithi: Ananitesa, kisa nampenda. Katika jiji la kale la Udaipur, aliishi kijana aitwaye Dev Rajput. Dev alikuwa mpiga filamu mdogo, mwenye ndoto kubwa, lakini moyo laini. Hakuwahi kupenda kwa dhati hadi siku alipokutana na Kavya Sharma, msichana mrembo, mwenye tabasamu linaloweza kuyeyusha chuma. Walikutana katika sherehe ya kitamaduni karibu na ziwa. Kavya alivaa sari nyekundu na Dev alihisi kama dunia ilisimama. Tangu siku hiyo, Dev alipenda kwa moyo wote. Lakini hakujua kuwa upendo huo ungekuwa mwanzo wa mateso yake. Kavya alikuwa mchangamfu, mcheshi na alipenda kuonekana anajali. Alimfanya Dev ajisikie maalum. Walicheka, walitembea kando ya ziwa, waliota ndoto za maisha ya baadaye. Lakini nyuma ya tabasamu lake, Kavya alikuwa na roho ya tamaa. Alipenda kupendwa, si kupenda. Rafiki wa karibu wa Dev, Rohan, alimwonya, Dev, msichana huyu anakupenda kwa maneno, si kwa matendo. Dev hakusikiliza, alikuwa amezama. Dev alianza kuona mabadiliko. Kavya alianza kuchelewa kujibu simu, kuzungumza kwa siri na kumfananisha Dev na wanaume wengine. Siku moja, Dev alimwona Kavya akiwa karibu sana na Aryan Malhotra, kijana tajiri wa jiji mwenye gari la kifahari na jina kubwa. Kavya alipoulizwa alicheka. Wewe una wivu bila sababu, lakini wivu huo haukuwa wa bure. Kadri siku zilivyoenda, Kavya alianza kumdharau Dev. Alimchezea hisia, alimpa matumaini halafu kuyavunja. Alimwambia, nakupenda, lakini huwezi kunipa maisha ninayotaka. Dev alijaribu kubadilika. Alifanya kazi usiku na mchana, akajisahau, akapoteza marafiki kwa ajili yake. Lakini Kavya alizidi kumtesa. Siku ya kumbukumbu ya mapenzi yao, Dev alipanga kumpa Kavya pete ndogo aliyoinunua kwa tabu. Lakini alipofika hoteli walikubaliana, alimkuta Kavya akiwa mikononi mwa Aryan, wakicheka. Kavya alimwangalia Dev bila aibu. Samahani Dev, nimechagua maisha, si ndoto zako. Dev aliporomoka. Moyo wake ulivunjika vipande vipande. Baada ya hapo, Dev alipotea. Aliacha filamu, aliacha kuota, aliacha kuamini mapenzi. Usiku alikunywa, mchana alijilaumu. Kwa nini nilipenda zaidi ya kujipenda? Wakati huo huo, Kavya alianza kuonja matunda ya uchaguzi wake. Aryan hakuwa mwaminifu, alimchezea kama alivyomchezea Dev. Kavya alipogundua Aryan alikuwa na wanawake wengine wengi, alirudi kwa Dev akiwa na machozi. Alimkuta Dev akiwa amechoka, lakini bado mwenye heshima. Kavya alisema, Dev, bado nakupenda. Nilikosea. Dev alitabasamu kwa huzuni. Ulinifundisha kitu kibwa, si kila anayekupenda anakuthamini. Dev aliamua kuondoka Udaipur. Alihamia Mumbai, akaanza upya. Filamu yake ya kwanza ilifanikiwa, ikisimulia hadithi ya kijana aliyependa kupita hesabu. Kavya alibaki na majuto, akitazama mafanikio ya Dev kwa mbali. Siku moja, Dev aliandika, ananitesa kisa nampenda, lakini mateso hayo yalinijenga. Miaka baadaye, Dev alipata upendo wa kweli, si wa maneno, bali wa vitendo. Upendo uliomponya, si kumtesa. Na hapo alielewa, upendo wa kweli haukufanyi uombe, haukufanyi uogope, haukufanyi uumie kila siku. Mumbai haikuwa mji wa ndoto kwa Dev, ilikuwa mji wa majaribu. Alipofika, alikaa katika chumba kidogo chenye dirisha lililoangalia majengo marefu yasiyo na huruma. Kila usiku, uso wa Kavya ulimjia kama kivili. Alimkumbuka akicheka, akimdharau, akimuacha bila hata kuomba msamaha. Lakini Dev alijiapia, sitakubali mateso ya jana yaniharibie kesho. Akaanza kazi kama msaidizi wa kamera katika kampuni ndogo ya filamu. Malipo yalikuwa madogo, dharau ilikuwa kubwa, lakini Dev alivumilia. Siku moja, akiwa kazini, Dev alimkutana na Mira Kapoor, mwanamke mwenye sauti tulivu, macho yenye huruma na tabasamu lisilo na unafiki. Mira alikuwa mwandishi wa hadithi za filamu. Tofauti na Kavya, Mira hakumuuliza Dev ana nini, bali, umejeruhiwa na nini? Dev alicheka kwa uchungu. Mapenzi. Walizidi kufanya kazi pamoja. Mira alianza kumjali bila kumlazimisha. Lakini kila alipomkaribia, Dev alirudi nyuma. Alikuwa anaogopa kupenda tena. Wakati Dev akijijenga upya, Kavya alikuwa anaanguka.
Aryan alimuacha bila hata maelezo. Alimwambia, ulikuwa burudani, si mustakabali. Marafiki walimgeuka, anasa zilipotea. Usiku wake ulijaa machozi na lawama za nafsi. Akaanza kumfuatilia Dev kupitia mitandao. Akaona picha zake akiwa kazini, akitabasamu kidogo, tabasamu ambalo halikuwa kwa ajili yake tena. Kavya aligundua, nilimtesa mtu aliyenipenda kwa dhati. Kavya hakurudi kwa unyenyekevu, alirudi kwa nyama. Alisafiri kwenda Mumbai akimtafuta Dev. Alipomkuta, alijifanya dhaifu, mwenye mgonjwa wa moyo, mwenye vunjika. Mira alipomwona Kavya karibu na Dev, wivu ulianza kupanda. Kavya aliitumia nafasi hiyo kupandikiza uongo. Alisema, Dev na mimi tulikuwa karibu kuoana. Aliacha hafla. Maneno hayo yalimpanda sumu Mira moyoni. Mira alianza kuwa baridi. Dev alihisi mabadiliko, lakini hakujua chanzo. Kavya alifurahia kuona Dev akipoteza amani tena. Siku moja, Mira alimwambia Dev, siko tayari kuwa sehemu ya maumivu yako ya zamani. Maneno hayo yalimuumiza Dev kuliko hata usaliti wa Kavya wa kwanza. Kavya alitabasamu kimya kimya. Bado nina nguvu juu ya moyo wake. Rohan, rafiki wa Dev wa zamani, alimfuata Mumbai. Alimweleza ukweli wote, Mira, kuhusu Kavya, mateso na jinsi Dev alivyoacha akiwavunjika. Mira alilia. Alimkabili Kavya moja kwa moja. Upendo si silaha ya kulipiza kisasi. Kavya hakuweza kujitetea. Uongo wake ulifichuka. Dev alimkutana na Kavya mara ya mwisho. Kavya aliomba, nirudishe, bado nakupenda. Dev alitikisa kichwa. Huo si upendo, ni hofu ya upweke. Aliondoka bila hasara, lakini pia bila matumaini ya kurudi. Kwa mara ya kwanza, Dev alikuwa huru. Dev alimwendea Mira. Hakutoa ahadi, hakutafuta haraka. Alisema tu, naomba nafasi ya kuanza bila hofu. Mira alitabasamu. Upendo wa kweli hauharakishi. Walikaa kimya, wakitazama jua likizama, bila mateso, bila michezo ya akili. Kavya alibaki na somo gumu. Moyo wa mtu si uwanja wa majaribio. Dev alibaki na ukweli upya. Kupenda haupaswi kuumia kila siku. Na safari ya Dev haikuwa imeisha, lakini mateso yake yalikuwa yameanza kuisha. Kwa afya bora ya familia yako, chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkolwe Products. Umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu: hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili. Husaidia ukuaji bora wa watoto. Una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi 3,000 tu. Wasiliana nasi sasa 0716283088 au 0687223115. Mkolwe Products. Help us to help you. Then this is your home. Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.